Je, unataka kweli kusikia sauti ya Mungu katika maisha yako ya kila siku? Sauti inayokuongoza, sauti inayokupa amani, na sauti inayokupa mwelekeo sahihi pale unapochanganyikiwa au kukosa direction? Kama jibu lako ni ndio, basi ungana nami katika safari hii ya kipekee, safari ya kuelekea kufahamu namna ya kusikia sauti ya Mungu kwa uwazi zaidi. Kwa sababu ukweli ni huu: Mungu bado anaongea, lakini si kila mtu anasikia. Na mara nyingi si kwamba Mungu yuko mbali, bali kuna mambo ndani ya maisha yetu yanazuia tusisikie sauti yake. Katika simulizi hii ya kina, tutajifunza pamoja mambo 7 muhimu ambayo unapaswa kuyaacha ili ufungue masikio ya kiroho ndani mwako na kuanza kusikia sauti ya Mungu kwa namna mpya kabisa. Tuliza moyo wako, fungua akili yako na jiandae kwa safari hii ya kiroho itakayobadilisha maisha yako. Mambo 7 muhimu ambayo unapaswa kuyaacha ni haya. 1. Acha kelele za maisha. Neno la Mungu katika Biblia, Zaburi 46:10, linasema hivi: Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Watu wengi leo, mioyo yetu inapiga kelele. Si kelele ya sauti tu, bali ni kelele ya ndani. Simu mkononi kila wakati, mitandao ya kijamii bila kikomo, video zisizoisha, mawazo yanayokimbia kila dakika. Hata tunapokuwa peke yetu, hatuko kimya. Ni kama mtu anayejaza chumba na kelele kubwa, halafu anatarajia kusikia mtu anayenong'ona. Ukweli ni huu: Mungu huzungumza katika utulivu. Ukijaza maisha yako na kelele, utamkosa. Kuwa na utulivu, ndugu yangu, utamsikia Mungu. 2. Acha dhambi zinazoendelea. Neno la Mungu katika Biblia, Isaya 59:2, linasema hivi: Lakini maovu yenu yamewafarikisha ni nyinyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone. Hata hataki kusikia. Watu wengi tunajua kabisa ndani ya mioyo yetu kuna mambo tunayoyafanya ambayo si sahihi: uongo mdogo mdogo, kusengenya, hasira, chuki, mambo ya siri. Dhambi ni kama ukuta kati yetu na Mungu. Ni kama uchafu unaoziba sikio, hata sauti iwe wazi kiasi gani haisikiki vizuri. Ili kusikia sauti ya Mungu, lazima kuwe na moyo safi. 3. Acha kiburi. Neno la Mungu katika Biblia, Yakobo 4:6, linasema hivi: Lakini yeye hutupatia neema zaidi. Hii ndiyo sababu maandiko yasema, Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Tunapojiona tunaweza kila kitu peke yetu, tunafunga mlango wa kusikia Mungu. Kiburi ni kama kikombe kilichojaa, hakiwezi kupokea kitu kingine. Lakini unyenyekevu hufungua moyo. 4. Acha hofu kupita kiasi. Neno la Mungu katika Biblia, Timotheo wa pili 1:7, linasema hivi: Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo. Watu wengi wanaishi maisha yao wakiongozwa na hofu bila hata kutambua. Hofu imejificha katika mawazo yetu ya kila siku. Hofu ya kesho: nitakuwa wapi? Maisha yatakuwaje? Hofu ya kushindwa: nikijaribu, je, nikishindwa watu watasemaje? Hofu ya maamuzi: je, hii ndiyo njia sahihi au nitaharibu maisha yangu? Na wakati mwingine kuna hofu ya ndani kabisa. Hofu ya kubadilika, hofu ya kuacha mazoea, hata hofu ya kumkaribia Mungu zaidi. Hofu hii haionekani kwa macho, lakini ina nguvu kubwa sana. Ni kama kivuli kinachotembea na wewe kila mahali. Hofu inavyofanya kazi ndani ya moyo. Hofu ni kama sauti nyingine ndani yako. Wakati Mungu anasema endelea, hofu inasema subiri, utaumia. Wakati Mungu anasema amini, hofu inasema vipi kama haitatokea? Wakati Mungu anasema chukua hatua, hofu inasema si salama. Pole pole sana, bila kujua, unaanza kuisikia hofu kuliko Mungu.
Kwa nini hofu inazuia kusikia sauti ya Mungu? Hofu inazima imani, na imani ndiyo njia kuu ya kumwelewa Mungu. Ni kama redio yenye mawimbi mawili, mawimbi ya imani, mawimbi ya hofu. Ukiweka akili yako kwenye hofu, hautapata signal ya Mungu, kwa sababu sauti ya Mungu hupokelewa kwa imani, si kwa hofu. Mfano rahisi wa maisha. Fikiria mtu anayetaka kuvuka daraja. Daraja lipo imara kabisa, lakini kwa sababu anaogopa, anaanza kuona kama daraja litaanguka, anaanza kutetemeka, anaanza kurudi nyuma. Sio kwamba daraja halipo, tatizo ni hofu yake. Hivyo ndivyo ilivyo hata kwa Mungu. Mungu anaweza kukuongoza, anaweza kukuonyesha njia, lakini hofu ikitawala, hutachukua hatua. Athari za hofu katika maisha ya kiroho. Hofu inapozidi, inakufanya uchelewe kufanya maamuzi sahihi, inakufanya ushindwe kusikia mwongozo wa Mungu, inakufanya uishi maisha ya mashaka badala ya kuamini Mungu yupo, na mwisho wake unaanza kuishi maisha ya wasiwasi na mashaka badala ya kuamini Mungu yupo. Jinsi ya kushinda hofu. Ili kusikia sauti ya Mungu, lazima ujifunze kushinda hofu. Anza hatua kwa hatua. Kumbuka ahadi za Mungu kila siku. Jifunze kumwamini hata bila kuona matokeo mara moja. Chukua hatua ndogo za ujasiri. Omba Mungu akupe nguvu badala ya kuangalia matatizo. Kumbuka, hofu hupunguza sauti ya Mungu, lakini imani huikuza. Hitimisho la kipengele hiki. Mungu hakukuumba uishi kwa hofu, alikuumba uishi kwa nguvu, kwa upendo na imani. Unapoacha hofu itawale maisha yako, ndipo masikio ya moyo wako yanaanza kufunguka. Na hapo utaanza kusikia kwa uwazi zaidi, sauti ya Mungu ikikuongoza hatua kwa hatua. 5. Acha kukosa muda wa maombi. Neno la Mungu katika Biblia, Wathesaloniki wa kwanza 5:17 linasema hivi: ombeni bila kukoma, shukurani kwa kila jambo, kwa maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu kwa ajili yenu katika Kristo Yesu. Watu wengi humtafuta Mungu tu wanapokuwa na shida, lakini maombi ni zaidi ya mahitaji, ni uhusiano, ni mazungumzo ya kila siku kati yako na Mungu. Namna ya 6. Kusahau kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu katika Biblia, Zaburi 119 mstari wa 105 linasema hivi: neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga katika njia yangu. Nimeapa na nimethibitisha kwamba nitafuata sheria zako za haki. Biblia si kitabu cha kawaida, ni mwanga wa maisha. Usiposoma, unakosa mwongozo. Kupitia neno la Mungu, utaanza kusikia sauti yake wazi zaidi. Namna ya 7. Acha kuwa bize sana. Neno la Mungu katika Biblia, Zaburi ya 40 mstari wa 10 linasema hivi: nyamazeni mkajue ya kuwa mimi ndimi Mungu. Watu wengi leo tunaishi maisha ya kukimbia kila wakati. Asubuhi tunaamka haraka, tunawahi kazini, tunashika simu, tunajaza ratiba, na hata tukipata muda wa kupumzika, tunaujaza tena kwa mitandao, video au mazungumzo yasiyoisha. Kwa nje tunaonekana kuwa na shughuli nyingi, lakini kwa ndani tumechoka. Maisha ya bize yanavyoathiri moyo. Unapokuwa bize kupita kiasi, huna muda wa kutafakari. Huna muda wa kukaa kimya. Huna muda wa kumsikiliza Mungu. Ni kama mtu anayekimbia kila wakati. Hata akiitwa kwa jina lake, hasikii. Sio kwa sababu hana masikio, bali kwa sababu hajawahi kusimama. Kwa nini busy life inazuia kusikia Mungu? Mungu huzungumza katika utulivu, katika amani, katika ukimya wa moyo. Lakini maisha ya shughuli nyingi hujaza akili yako kelele zisizoisha. Unafikiria mambo mengi kwa wakati mmoja: kazi, fedha, watu, mitandao, na ndani ya msongamano huo, sauti ya Mungu inapotea. Mfano wa maisha halisi. Fikiria simu yako ikiwa na apps nyingi sana zina run kwa wakati mmoja. Betri inaisha haraka,
simu inakuwa nzito, inaanza kuslow. Hivyo ndivyo moyo wako ulivyo. Ukijaza maisha yako na shughuli nyingi zisizo na mpangilio, unachoka, unapoteza amani, unashindwa kusikia sauti ya Mungu. Na mwisho wake, unaweza kufanikiwa kwa nje, lakini ndani unahisi tupu. Jinsi ya kubadilika. Ili kusikia sauti ya Mungu, jifunze kupunguza kasi. Anza na mambo haya. Punguza vitu visivyo na umuhimu. Tenga muda wa kukaa kimya kila siku. Panga ratiba yenye nafasi ya kupumzika. Jifunze kusema hapana kwa vitu visivyo ni lazima. Asante kwa kutazama Siri za Ufalme TV. Tafadhali subscribe na share. Mungu akubariki.